Oya, mambo vipi? Basi kama subscribe kwa channel yangu ya Zablon Loy Show, subscribe. Leo niko na Faiza na Watan mwenyewe. Mzee, karibu kwa kikao hiki chetu cha siku mingi tumekuwa tukipanga lakini hayo kufanikiwa. Asante sana. Tuambie unaitwa nani na jina lako ndani pale TikTok, sababu tunajua TikTok sana. Kweli kabisa. Mimi kwa majina naitwa Watan Faiz, mtanipata pale TikTok. Na soon tutakuwa na channel yetu ya YouTube. Pia vile mimi ni mwanaharakati sana mambo za politics na nafanyaga pia hizi mambo za counseling, pia mambo za ndoa ukiwa na shida. Pia tunafanyaga, lakini hizo zote huwa tuna charges. Ndio. Kuna charges huwa tuna charge. Kwa hivyo mtu kama ana shida mambo ya ndoa, maisha, nataka kufanywa counseling na mambo mbalimbali, unaweza ni DM ama ukani DM Zablon, naweza patikana kupitia kwake na mambo mengine, kila kitu kitakuwa sawa. Safi. Unajua umeniambia mambo ya ndoa, kwanza nikasema hapo ndio mzuri. Ndio. Kwa Middle East unaona kuna mapenzi na watu wanaweza kuoana huko au la? Kusema ukweli kwa sasa hivi mapenzi yamekuwa ni biashara. Ndio. Watu wengi si kama wazee wetu wa zamani. Ndio. Wazee wetu wa zamani walikuwa wanaoana kwa sababu ya mapenzi na wanapendana. Lakini siku hizi tumeifanya hii ndoa ni kama biashara. Tunatamaniana, hatupendani, matatizo ndio yako hapo. Kwa hiyo kitu chochote unachokitamani kinafika wakati ile tamaa inaisha. Sasa tamaa ikiisha, unakuta yule hana maana, unakwenda kutafuta mwingine. Kwa hivyo hizi ndio challenges ndio za siku hizi zinatumika sana kwa sababu ya hivyo. Watu hawapendani, wanatamaniana. Hayo ndio matatizo. Na kwa misemo yako unaitenga pale TikTok na WhatsApp status. Ndio. Na usajili najisikiaga kama vile unakuwa na motivation zingine ambazo ni strong sana. Ndio. Wewe unachukuliaje, watu wanakuchukuliaje kuhusu hizo? Kwa kweli napataga challenges nyingi. Ndio. Hata mara nyingine nikiupload hiyo misemo ama nikisema motivation zingine, kuna watu wanani DM, wananitusi, wengine wananitusi na comment. Lakini ukiwa public figure, lazima kuna mambo kubaliane nayo yatakupata katika maisha. Ukishaamua tu kuwa wewe ni motivation speaker ama ni content creators, lazima kuna mambo uyakubali, kama kutusiwa, kudharauliwa, kukejeliwa, negative comment. So unavumilia tu na maisha yanasonga mbele na shughuli zako zinaendelea kama kawaida. Najua umekuwa hapa Middle East for some time now, na kuna wasichana walioko hapa ambao wanateseka sana na mapenzi, na kinachowatesa sana ni kile unapata msichana anapata ile miaka na msimu 200 na anatumia chali yake ile iko Kenya na chali anaikula yote. Wewe unaweza mshauri ni msichana kama huyo? Kwa kweli naweza kusema kitu kimoja. Mapenzi ya mitandao ndio inatupoteza sisi wengi. Hasa madada zetu wanapotea kutokamana na mapenzi ya mitandao na muonekano wa wanaume. Kuna baadhi ya wanaume Mungu amewapatia mdomo mzuri wa kuongea na ni watanashati, ni mahansam na ni wanajua kuvaa, wanajua kujiweka. So madada zetu ule upweke ule ambao kwamba wanaopitiaga huku, wakipatanaga na mtu kwenye TikTok, kwenye Facebook kama kwenye Instagram, hiyo ndio inafanya na wapoteza. Mwisho wa siku mtu hujawahi kumiti na yeye, unamtumia hela, mtu anafanya mambo zake, pengine mtu ako na familia, ako na bibi, lakini sidhani kama mume wako ambaye kwamba mmekuwa nyote kutoka Kenya, mmeanza kutoka chini, hata kama wewe ukikuja huko Gulf, hata ukimtumia hela ni wachache sana wenye kuifuja ile hela. Lakini kinachowapata wa madada zetu ni kwamba wanapenda watu through mitandao. Mtu umjui kwao anaishi vipi, umjui mtu umemtoa wapi, lakini madamu umemwona ni handsome, yuko TikTok, yuko Facebook, umempenda, mwisho wa siku unamtumiaga hela, kumbe mtu ana familia yake na ana mambo mengine anafanya. Kwa hivyo nawashauri dada zangu walioko Gulf, ni bora zaidi kama uko na mume wako Kenya, ukamshughulikia mume wako, na kama una basi eka hela yako, subiri siku mpaka utakayorudi Kenya, utapata ile riziki yako na utaendelea kama kawaida. Lakini masala ya kutumia wanaume pesa, hiyo ni masala mabaya sana na inawapoteza wadada zetu wengi sana. Safi. Na kuna post fulani nimeona leo umeweka pale WhatsApp status. Umesema Simba si nyao. Nimesema Sufi si pamba na paka sio Simba.
mpaka sio simu. Utafichaje mimba na mwana uzawa? Hii ni lugha kikwetu. Unajua sisi ni Wabajuni, kwa hiyo huwa tuna misemo yetu. Kwa hivyo hii ni msemo wa kikwetu, yani ina maana kuna mambo yako personally ya kimaisha huwezi kuyaficha, kwa sababu obviously ukiyaficha yatajitokeza. Kwa mfano kama hali yako ya kimaisha, huwezi fake maisha. Hata ukifeki maisha vipi, lakini utajulikana tu kama una fake na vile unavyoishi. Alafu siku zote simba hawezi kufanana na paka. Maana yake ni kwamba wewe huwezi kuishi maisha hali ya juu ile hali uwezo wako ni wa chini. Kwa hivyo unatakikana uishi ule uwezo wako wa chini kuliko kuishi uwezo wako wa juu. Safi. Na kwa mtu ambaye ameacha bibi Kenya na ako Middle East, unamshauri nini? Sababu wengi wako hivyo. Namshauri kwamba na hii, hata mimi kuna baadhi ya marafiki zangu huwa najaribu kuzungumza nao kila mara kwamba mwanamke wa Gulf, mwanamke yoyote aliyoko Gulf ambaye kwamba umepatana naye Gulf, ni wachache sana ambao kwamba wana mapenzi ya kweli kwa wife material. Ni wachache sana, si kwamba hawapo. Naomba wasikilizaji munielewe, wapo, lakini ni wachache sana, kwa sababu mwanamke huku tayari obviously ukimtongoza huko Gulf tayari yeye hesabu zake kuna benefit anazitaka kutoka kwako. Either wewe unamlipia net, unamfanyia ration, unamlipia nyumba. Saa ile utakapopoteza kazi ama saa ile utakuwa huna uwezo wa kuhudumia hizo vitu, wewe na yeye story itakuwa zimekwisha na atatafuta mwingine. Kwa hivyo mimi nawahusia kaka zangu tulioko Gulf sote tuwe makini kuhusu mapenzi ya Gulf, kwa sababu asilimia kubwa mapenzi ya Gulf huwa yanakuwa ni ya uongo. Madada zetu wengi sana walioko Gulf wengi huwa wanataka wanaume kwa sababu ya kubenefit kwao. Sasa ile utakataa tu kumpatia zile benefit unazotaka, wewe na yeye itakuwa mapenzi yameisha. Kwa hiyo kina kaka, muwe makini, bora uangalie yule mke wako mwenye umemwacha Kenya, uangalie watoto wako, uangalie familia yako, kwa sababu the moment utapoteza kazi, ukirudi zako nyumbani, mtu atakuvumilia ni mke wako peke yako. Huyu mwanamke wa Gulf akijua tu ushapoteza kazi, wewe na yeye story zenu zimekwisha, atatafuta mwingine. Safi. Na kwenye mtandao ule uliopo pale TikTok, sababu naongelea TikTok sana, saa zingine huwa unachamba wanaume ambao hawajui kuangalia familia zao. Ndio. Hata leo nimeweka pia, hata leo nimeweka hiyo post. Kwa sababu unajua mwanamke ametoka ubavuni mwetu. Ni kiungo ambacho kwamba kimeumbwa kutoka na ubavuni mwetu. Na katika kiungo ambacho kwamba kimepinda sana katika mwili ni ubavu. Sasa ubavu ukitaka kuunyoosha, ukiutumia nguvu utavunjika. Na ukisema usiunyooshe utapotea. Kwa hiyo unavyotakiwa ni unyooshe polepole. Hata sisi pia tuna mabibi, lakini sometimes pia huwa tunakuwa wajinga kwa mabibi zetu. Si kwamba ni wapumbavu, hapana. Lakini mwanamke lazima sometimes ushuke chini ili ajione yeye ni mwerevu na ni mshindi, ili maisha yaende. Bila hivyo hamtawahi kuelewana na mke. Sasa matatizo tunayofanya sisi ni kwamba sisi tunajionyesha ni wababe zaidi. Yaani kwamba mke wako hawezi kukucontrol. Kuna mambo mengine hata mimi mwenyewe binafsi, kuna mambo saa nyingine huwa nina lose, napotea njia, lakini mke wangu anakuwa mkali, ananifokea, lakini mimi mwenyewe narudi nyuma, najua kweli huyu mke wangu amenirekebisha, kwa hivyo hapa mahali nimekosea. Kwa hivyo ule ubabe mwingi pia huwa hausaidii kwa wanawake, kwa sababu mwanamke ni akili yake huwa si kama yetu sisi. Akili yetu sisi imejaa mambo mingi, majukumu ni wewe, kila kitu ni wewe. Kwa hiyo nawahusia kaka zangu sana, muwe makini sana na mabibi zenu, na sometimes mkubali kuwa chini kabisa. Na hali inaendelea Kenya, tunachukuliaje? Kwa kweli sasa hivi hali Kenya ni ngumu, na joto la kisiasa limekuwa kubwa, na siasa imeanza mapema. Kwa hivyo ningeshauri youth wenzangu tuwe makini sana, tusitumiwe na wanasiasa kwa matakwa yao. Kama sasa hivi huyo jamaa amekufa, anaitwa Albert Ojwang. Ndio nasema tutumie hii mitandao ya kijamii vizuri, na tusiwe tunatumiwa na wanasiasa pasipokuwa na faida yoyote kwa matakwa yao, wakidai kwamba wanatetea haki za wananchi. Lakini tuwe makini kama youth, manake walengwa sana ni sisi youth. Kwa hivyo tujitambue na tuwe makini sana. Sawa. Na ungeulizwa leo kati ya Kenya na Middle East, ni wapi unazochagua kuishi au kukaa, na kwa nini? Obviously nyumbani ni kuzuri, kwa sababu kwanza environment yetu
ni natural, si kama huko Middle East. Wajua huko Middle East mimi nimeishi more than 15 years nafikiri sasa pengine. Nchi mbalimbali nimekaa. Kwa hivyo Middle East yake nimeona kwamba Middle East maisha yake si maisha mazuri, ni maisha kama ufungwa, hauna freedom, kwa sababu hata ukitoka hapo ukitembea sehemu, si sehemu nyingi unapata natural, vyakula tunavyokula pia sio natural. Kwa hivyo kule kwetu shida ni ukahaba tu wa kazi na ukahaba wa kipato, lakini pia vile vile kuna watu wanaishi na wanapata vizuri na wanaishi na wanaendelea na maisha yao kama kawaida. Lakini mimi nikisema nichague Middle East na nyumbani, mimi naweza kuchagua nyumbani mara 100 kuliko Middle East. Na unajua kwa sababu gani labda nchi zetu haziwezi kuwa na same opportunity kama huko? Kwa sababu ya corruption. Kwa sababu miaka ya nyuma kuanzia 1970 hapo Dubai ilikuwa ikinunua oil kutoka Nigeria. Miaka hiyo yani ikinunua diesel nini zote kutoka Nigeria. Ndio ilikuwa Dubai inategemea Nigeria, lakini angalia leo hii nimefananisha Dubai na Nigeria. Tofauti kabisa. Kwa sababu ya nini? Corruption. Sasa shida yetu sisi kule Afrika ni kwamba hatuna viongozi, tuna corruption. Alafu pia hii kingdom huwa inasaidia kuliko hii mambo ya kupiga presidential huwa ni ngumu, lakini hii kingdom kidogo huwa inakuwa ina uzito fulani. Kwa hivyo hawa jamaa kitu kinachowasaidia ni kuweka hii kingdom, inawasaidia sana. Ndio unakuta hata nchi kama UK pia kuna kingdom kule, unakuta pia ndio wameendelea. Unaona? Kwa hivyo kwetu tunaweza sema uongozi ndio unarejesha zile nchi zetu nyuma na zinafanya uchumi unaharibika. Na je, leo mtu angekuuliza swali la kuzusha kwambie kitu gani unajivunia sana ulikifanya kibaya lakini kilikuweka baada ya hapo utaweza kukirudia? Kitu ambacho kwamba mimi naweza sema ni nilikifanya kibaya na sitawahi kukirejelea tena katika maisha yangu yote ni kujihusisha na mambo ambayo kwamba ilikuwa sistahili kujihusisha. Siwezi elezea hapa kwenye kamera, lakini ni matukio mengine mabaya sana kiasi cha kwamba yaliniletea shida hata katika harakati zangu za kimaisha. Nikawa naishi juu, naishi kiuoga, ikaniletea shida mpaka ikawa mambo mengine pia hata familia yangu pia ikawa ina hofu na mambo kama hayo, yani ndio siwezi kurejelea tena. Kuna kijana kwa pale Mombasa anajiuliza Middle East, watu wengi wameenda Middle East na wamefanikiwa kimaisha. Unaweza kumwambia nini? Na hana passport na hana chochote, lakini anaona kama vile umpatie mchongo, kumbe ni yeye mchongo ajipatie. Naweza kumshauri kitu kimoja. Unajua hasa sisi watoto wa kiume kila kitu unajichangamshia wewe, unajichangamkia wewe mwenyewe. Na siku hizi si kama sisi zamani. Unajua sisi zamani tukija huko Middle East kulikuwa opportunity sio nyingi kama siku hizi. Japokuwa siku hizi kuna utapeli, lakini opportunity ziko mpaka mitandaoni. Zamani kulikuwa hata kupata opportunity mitandaoni pia ni ngumu. Siku hizi wewe mwenyewe unaweza kuingia website, ukatafuta application kampuni fulani, ukaapply kazi, ukiwa na bahati ukachukuliwa. Kwa hiyo usingoje mtu akushike mkono akulete, kwa sababu hata sisi hatukushikwa mikono. Tulijichangamsha si wenyewe mpaka tukafika. Kwa hivyo ni vizuri zaidi ukipata mtu akushike mkono, inakuwa rahisi. Lakini kama hujapata mtu akushike mkono, basi ni vizuri wewe mwenyewe ujichangamkie, ujitafutie passport. Tena siku hizi imekuwa rahisi. Passport sijui unajijazia mwenyewe online, unaenda cyber, kila kitu imekuwa rahisi, si kama wakati wetu. Wakati wetu ulikuwa unasumbuliwa, mara mbona basi iko hivi, mara sijui andika affidavit, mara lete 10,000, mara lete 15,000. Lakini siku hizi nimeona mambo yamekuwa rahisi. Kila kitu unafanya online tu na kila kitu unakuwa shwari. Kijana uchangamke na ujichangamshe wewe mwenyewe. Hakuna mtu atakushika. No one is coming to save you. No one. Muone. Sasa ni wewe mwenyewe ujichangamshe na ujisaidie. Mtu akikuona unajisaidia na hauwezi, ni rahisi mtu kukupa support kusaidia. Kuliko sasa kukaa kungoja kusaidiwa. Kwa hivyo ningeshauri vijana wajisaidie, ndio hata sisi tukiwaona kwamba fulani anajisaidia lakini hawezi, tunaweza kumpa support moja ama mbili
na akaendelea na maisha kama kawaida. Safi. Na kuna kijana ambaye ako kwenye uraibu pale na Mombasa. Unaweza kumwambia nini? Sababu tunaongelea sana pwani. Sababu najua wewe ni mzee wa pwani na unaipenda pwani sana. Kijana ambaye ako na uraibu na ule uraibu ameshindwa kuacha. Kama counsel unampatia gani? Ningeweza kuwashauri kwamba uraibu si kitu kizuri. Na sote tumepitia huko, hata sisi tumepitia huko kwenye uraibu. Ndio maana nimetangulia kusema kwamba kuna vitu nilifanya ambavyo kwamba sitapendelea kurudi tena kufanya vitu kama hivyo. Sisi tulikuwa pia ni waraibu wakubwa, tumepitia kwenye uraibu, na sasa hivi sisi si waraibu, alhamdulillah tunaishi vizuri. So tumeona yale maisha tukiwa kwenye uraibu na yale maisha kwa kwamba hatuko kwenye uraibu. Possibility ni kubwa kwamba ukiwa kwenye uraibu unapoteza mwelekeo wa kimaisha kabisa. Umeona? Wacha sijui kula miraa, hata kuvuta hii sigara pia ni kitu ambacho kwamba pia wewe utakiona sigara ni kitu kidogo, lakini kinakuletea madhara makubwa sana katika maisha yako, kwa sababu hata sisi tulikuwa tukitumia hizo vitu, lakini tulipokuja kuacha tuliona manufaa ya kuacha vitu kama hivyo. Kwa hivyo ningeshauri mtu yote ambaye kwamba anatumia uraibu, hasa kama umefikisha 35 plus, na kushauri uache, hata kama ni sigara. Wacha miraa, wacha bangi, wacha pombe, sigara tu. Kama umefika miaka 35 plus, na kushauri ndugu yangu uacha. Uraibu si kitu kizuri, unapoteza pesa, unapoteza fikra, na unaleta ulemavu wa akili vile vile. Ni neno gani ulisikia ukajipata kwamba limekumotivate kuwa na wewe motivator? Kuhusu maisha. Kwa sababu msemo wako unasemaje labda? Anayetafuta huwa hachoki kabisa, na mstahimilivu hula mbivu. Hii misemo miwili ndio ilonifanya mimi nikawa, kwa sababu ni vitu ambavyo kwamba nimepitia mimi mwenyewe. Kwa sababu mimi nimehangaika sana katika maisha yangu, nimeishi sehemu mbalimbali, nimeishi Eldoret, nimeishi Kisumu, Mombasa, nimefanya biashara mpaka Mwanza Tanzania. Nimetafuta siku mingi, lakini bila kufanikiwa, bila kupata mafanikio ya kimaisha, lakini nikawa na subra. Ndio hiyo sasa ikaja ile ustahimilivu unakula mbivu. Nikawa na subra, mpaka nilipokuwa na subra mpaka nikajipata, nikafika hapa pa kufika. Sina kikubwa wala sina kingi, lakini sivyo nilivyokuwa nyuma. Safi. Na mtu angekuuliza neno lako la mwisho kwenye podcast, kama podcast, unaweza kumwambia nini ambalo mtu akisikia, yani ile catch statement? Naweza kumshauri mtu kitu kimoja. Katika haya maisha imejawa na fake people who pretend to be care. But when you need them the most, there is nowhere to be found. Kuna watu katika ulimwengu sasa hivi, na ndio binadamu tulivyo, wana pretend kwamba wana care, wanakupenda, wanakujali, lakini sasa ile unawahitaji huwezi kuwaona pale unapowahitaji. Kwa hivyo mimi ninachokusema ni kwamba hakikisha unajipambania wewe mwenyewe bila kutegemea mtu, zaidi ya Mungu wako. Unamtegemea Mungu wako na wewe mwenyewe unapambana, na Mwenyezi Mungu atafungua njia. Usikubali kuwa tegemezi kwa mtu yoyote yule. Awe ni mjombako, ni shangazi yako, ni ndugu yako, rafiki yako, jirani yako. Usiwe tegemezi kwa mtu yoyote yule. Kuwa tegemezi wewe mwenyewe. Mwenyezi Mungu mwenyewe atafungua njia. Safi. Na kuna security yako mahali pale Middle East, labda Dubai, Qatar, Saudi, Bahrain, na anapata mshahara mdogo sana kwa sasa. Unaweza motivate vipi? Jaribu, kama unapata mshahara mdogo, usijiumishe kichwa kwa kutaka mambo makubwa ama kwa kutaka kufanya vitu vikubwa. So wewe ule mshahara unaopata, kama ni mtu uko na bibi, uko na watoto, jitahidi zile expenses zako unazimudu kwa ule mshahara. Usiumie kichwa wala usiungulike roho, mshahara ni mdogo, nikilipa nyumba, nikilipa karo za shule za watoto, nikipeleka ration kwa bibi yangu na baki sina kitu. Itoe hiyo kwa akili. Once utaiweka hiyo kwa akili, utakuwa una lose morality ya kufanya kazi. Wewe as long as uombi mtu, watoto wanasoma, bibi anakula, nyumba unalipa, hayo mengine umwachie Mwenyezi Mungu. Siku za mbele utakuja utafungukiwa. Sote tulianza hivyo hivyo. Sometimes unapata salary, unapata job, ile salary ikifika mwisho wa mwezi, hata wewe mwenyewe ration yako chakula inabidi uikate ndio familia ikule na ilale. But usilose hope. As long as uombi mtu, unajimudu familia yako, hiyo ni step moja kubwa sana katika maisha. Safi. Na kuna msemo unasemaga kwamba
boy child huwaga atetewe na mtu yoyote, lakini girl child kila mtu anamtetea, kwa sababu unaweza kuona kuna clip fulani niliona pale TikTok, mdada anakunywa pombe, baada ya kunywa pombe akampiga mume wake vibaya sana. Wanaume hakuna mwanaume aliongelea, lakini ukuta ni msichana, mwanaume amepiga msichana vile, ingekuwa ni kesi, ingeenda mpaka kotini. Lakini kwa wanaume wanapopigwa kuna mtu anayetetea. Wewe unachukuliaje hii? Kuna usawa hapo? Kwa sababu unajua bro, mwanamke huwa apigwa. Ndio. Mwanamke huwa akikosea kuna step zake huwa zinachukuliwa, lakini sio kupigwa. Kwa sababu viungo vya mwanamume na mwanamke ni tofauti. Mwanamume unaweza kupigwa ngumi ama kupigwa kofi, ile reaction itakavyochukua kwenye mwili wako ni tofauti na mwanamke. Alafu mwanamke pia ni kiumbe dhaifu. Mwanamume unaweza kupigwa usipoteze kizazi, lakini mwanamke unaweza mpiga ukampotezea kizazi na ikawa maisha yake yote ukapoteza uzazi na siwezi kupata ujauzito. Lakini tukija kwenye masala ya haki za kibinadamu, sote ni binadamu. Mwanamke ni binadamu, mwanamume pia vile vile ni binadamu. Usawa, wote wana haki. Huyu akikosewa afaa chukuliwe sheria na huyu akikosewa vile vile afaa chukuliwe sheria. Lakini kwa sababu gani watu wanabezi sana kwa wanaume kuliko wanawake? Kwa sababu mwanamke ni kiumbe cha starehe hapa duniani. Kimeletwa kile ni kiumbe cha kumfanya mwanamume apate starehe kwake. Ndio maana kwenye dini yetu tumeambiwa katika starehe kubwa duniani ni kupata mwanamke mwema. Hatukuambiwa ni kupata mume mwema, tumeambiwa ni kupata mwanamke mwema, kwa sababu mwanamke ni kiumbe cha starehe. That's why mtu hata ukipita unaweza kuwa bibi yako umemuoa kisheria, umemtolea mahari, lakini unamtandika hapo nje, ukashangaa watu wakipita wakakutandika wewe, wakamwacha yule bibi, hata kama yule bibi ni mwenye makosa, kwa sababu mwanamke tayari inatambulika katika jamii kwamba ni kiumbe dhaifu na ni kiumbe cha starehe, si kiumbe cha kutandikwa, si kama mwanaume. Safi. Na mimi nikiwa namalizia, ungeweza kuwa na swali kwangu au? Ningependa kukuuliza, uliamua vipi mpaka fikra gani ilikuja kwenye kichwa chako mpaka kuamua kutengeneza hii YouTube channel na kuamua kufanya interview zako na watu mbalimbali? Huwa nazionaga TikTok mpaka YouTube. Je, ni nani alikushawishi, ama kuna mtu pengine alikwambia ufanye hii kitu, ama ni wewe mwenyewe? Kwa kweli ni ile tu kwamba niliona, unajua stories za Gulf kama Gulf yenyewe zinakuwa hakuna mtu anayezileta kwenye online, yani kama vile inspiring story. Yes, nataka nikuambia kuna demo amebaka sijui na hiki, au kuna mtu anakunywa pombe. Mimi nataka tu inspiring story. So nilikaa nikajiona, nikasema hakuna mtu analeta inspiring stories za Middle East. Nikasema basi mimi nitafungua hii channel na kwa naleta inspiring story. Ndio maana nilikuja kutafuta, nilijua kwamba nitakuja niletee inspiring story. Ulichokiongea hapo, kuna mtu atakaa chini ataresonate nacho, atasema ni kweli hii channel inaongelea mambo ya stories za Middle East. Inaongelea watu wanaopatwa na shida Middle East. Inaongelea watu waliofanya kazi Middle East. Kwa hiyo baada nikafungua channel hii ili basi watu waweze kujifunza kupitia channel yangu. Na mimi neno langu la mwisho kwako kabla hujafunga, ungeweza kutuambia nini ambacho msikilizaji angependa kusikia? Mimi napenda kuambia wasikilizaji, sasa hivi maisha ni ya kupambana, na hasa kwa madada zetu. Unajua siku hizi sisi wanaume tunaoa kulingana na matching. Mtu anaangalia huyu ni mpambanaji mwenzangu, wacha nimchukue nimweke ndani ya nyumba. Kwa hiyo wewe kidada, endelea kujipaka poda na wanja, utazeekea kweli. Kama huna motivation yoyote, huna skills zozote za kuonyesha kwamba wewe ni wife material. Wanaume wa siku hizi, wajua kuna wanaume na wavulana. Wavulana wanachukua mwanamke yoyote, lakini mwanamume huwa kuna baadhi ya wanawake wanaangalia skills, hawaangalii urembo, hawaangalii muonekano, hawaangalii lolote, wanaangalia skills za mwanamke ndio wanaweza kumuoa. Kwa hivyo wewe dadangu, kama hujajitahidi kutafuta skills zozote, ni ngumu sana kupata mwanamume unless utapata mvulana. Kwa hivyo mimi nawahusia ndugu zanguni, wake kwa waume, wadogo kwa wakubwa, tupambaneni na tusichoke, kwa sababu maisha sasa hivi ni magumu, na kila kukizidi mambo badala ya kuja chini yanazidi kupanda juu. Expenses zinakuwa nyingi, maisha yanazidi kuongezeka. Kwa hivyo ni tupambane bila kuduzu hope mpaka ile siku
tutakayoingia kaburini. Safi. Shukrani sana, na ukumbuke ilikuwa ni Zablon Loy Show, na kama hujamfuata Alwatan pale TikTok, fuata kwa jina la Alwatan Faiz pale TikTok. Shukrani Na atakuwa sana. pale Saudi siku hizi. Yeah. Na wewe ukifika Saudi waambie salamu zetu kutoka Bahrain, na Mwenyezi Mungu akubariki, si ndio? Asante sana. Waambie wasikilizaji wa subscribe kwa channel. Subscribe kwa channel ya Zablon Show, YouTube anapatikana, na pia kwa TikTok Zablon Show, na hata kuna posti zangu pia moja za TikTok nilimtagi pia, mtaona, mfollow kwa wingi, tuinuane sisi kwa sisi wasikilizaji. Ciao and see you on the next video. Alamsiki.